aka married, yes. ya sawa. Sawa. As a young man marries a maiden, Kama vile kijana mdogo anavyomwoa mwanamwali, so will your sons marry you. so ndivyo vijana wako watakuoa. Now what does this mean? Inamaanisha nini? No longer will they call you deserted. Hawatakuita wewe ukiwa. People who doesn't know this school, Watu ambao hawajui shule hii, they will know this school. watajua hii shule. After knowing, Baada ya kujua, they will begin to come near you. wataanza kukuja karibu. They will marry your vision. Wataoa ile ndoto yako. And they will begin to run with your vision. Na wataenda na yale maono sasa. And they will begin to bring their children in this. Na wataanza kuleta watoto wao katika shule hii. That is marrying you. Hiyo sasa ndio kukuoa. Now your name will be different. Jina lako litakuwa tofauti. From look at this small school. Kutoka kwa angalia haka shule kadogo. They will say, wow, this is a good school. Wataanza kusema, wow, hii ni shule nzuri. It will no longer be called haitawahi itwa tena deserted. ya kwamba ni ukiwa ama imeachwa. Praise the Lord. Amen. Now let's go back into the message of today. Wacha turudi katika ile neno la leo, ujumbe wa leo. Matthew chapter number 11. Mathayo 11 verses number 12. mstari wa 12. From the days of John the Baptist until now, kutoka siku za Yohana Mbatizaji mpaka wakati huu, the kingdom of God suffered violence, ufalme wa Mungu umetekwa na wenye nguvu, and the violent takes it by force. na wale wenye nguvu wameuteka. Now the vision has come from the man of God. Sasa maono yametoka katika mtumishi wa The Mungu, vision bearer ambaye sasa ni mbeba maono of this school. wa hii shule. We are here because of what he had in his heart. Tuko hapa kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake. And now in his vision he has teachers now. Na katika maono yake ako na walimu. He has parents now. Ako na wazazi. And he has the school. Ako na shule. That is the great thing that God has begun in his life. Hilo ndilo jambo la muhimu ambalo Mungu ameanzisha ndani yake. And now because of us who are teachers here, na kwa sababu ya walimu ambao tuko hapa, it is not easy. si rahisi. It takes the people that are strong. Inahitaji watu ambao wako na nguvu, that they may take this kingdom. ili wachukue huo ufalme. The kingdom that you are seeing. Ufalme ambao unauona sasa. When you educate your child, wakati ambapo unamwelimisha mtoto wako, you are taking the kingdom. Unachukua ufalme, you are taking the future glory. Unachukua utukufu wa baadaye. You begin to run with the vision. Unaanza sasa kutembea na maono hayo. See your children living a good life. Unaona watoto wako wanaishi maisha mazuri. Getting a good education. Wanapata elimu nzuri. Having a great future. Wanakuwa na maisha ya baadaye yenye matumaini. It is not easy. Si rahisi. But it takes you. Lakini inakarimu wewe. To rise up. Kuamuka. And say. Na kusema. I'm not going to be left behind. Sitaachwa nyuma. I want my children to drive as others are driving. Ninahitaji watoto wangu waendeshe magari kama wale wengine. I want them to be president as others are president. Nataka watoto wangu wakuwe rais kama wale wengine. I want them to be MCS the way others are Nataka wao wakilishi wa maeneo yetu ya I don't want them to be thieves. Sitaki wakuwe wezi. I don't want them to be robbers. Sitaki kuwa wauaji. I don't want them to be drunkards. Sitaki wawe walevi. I want them to be head and not a tail. Nataka wawe vichwa wala si mikia. So the Bible says, Biblia inasema, from those days, kutoka wakati huo, John the Baptist began preaching. Yohana Mbatizaji alianza kuhubiri. Akasema ufalme wa Mungu ambao ulianza wakati huo. What can I say concerning this? Anasema nini kuhusu hili? We must repent of our doing nothing to our children. Inastahili sasa tutubu kutoka katika kutofanya chochote na kuanza kufanya vitu kwa ajili ya watoto wetu. And embrace them. Na tuyashikilie. And support them. Ili tuyasaidie maono hayo. When you support your children, ukisaidia watoto wako, it means you are supporting the vision
that is here. Inamaanisha kwamba unasaidia maono ambayo yako mahali When you are paying the school fees, wakati unalipa karo ya shule, it is not easy. si rahisi. But it takes a strong mama. But inachukua mama ambaye mwenye nguvu. It takes a strong father. Inahitaji baba ambaye ni mwenye nguvu, That will work ambaye atafanya kazi on the behalf of his children, kwa niaba ya watoto on wake, the behalf of the school, kwa niaba ya shule, to see that the teachers are paid well. ili kuona kwamba walimu wamelipwa vizuri, Because from morning to evening they are kwa here sababu kutoka asubuhi mpaka jioni walimu with wako your hapa children. na pamoja na watoto wako, People that tomorrow ili kesho yake they will be working somewhere. wakuwa wanafanya kazi mahali, They will be leaders of this nation. watakuwa viongozi wa jamii hii So ama to nchi be hii, a leader in this nation, wakiwa viongozi katika nchi hii, it means parents worked. inahitaji wazazi ambao wanafanya kazi, They were strong enough ambao walikuwa wenye nguvu zaidi, to say umaskini no. wakisema umaskini hatuhitaji, Yeah, no. njaa hatuhitaji, We want a change in our community. tunahitaji mabadiliko katika jamii We yetu. need a difference. Tunataka tuone mabadiliko, We want to see this road. tunataka tuone hii barabara, The days that are coming, siku ambazo zinakuja, our daughters are driving, wale wasichana wetu wanaendesha magari, going their homes with the vehicles, wanaenda nyumbani kwao wakiwa ndani ya magari, going at the place of work with the vehicle, wakienda driving. mahali pao pa kazi wakiendesha magari. And these sons that are here, Na hawa vijana wetu see them have good life. wawe na maisha mazuri. Are we together? Yeah. There is no any place Hakuna mahali popote in this nation katika nchi hii ya where Kenya it is written, ambapo pameandikwa this area is the area of riches. haya maeneo ni maeneo ya matajiri peke So yake. you step here, it means you are rich. So ukienda pale inamaanisha wewe ni tajiri. And there is not a place Na hakuna mahali we popote have seen poor people being chased away, ambao wameona watu maskini wakifukuzwa, that they are not supposed to stay ya here. kwamba hawahitajiki kuishi mahali hapa. Therefore, I promise you, Kwa hivyo ninakuahidi wewe, if you embrace the vision, ukiweza kukumbatia maono as John spoke, vile ambavyo Yohana Mbatizaji as alisema, he spoke, vile alivyosema John 11:12, Yohana from 11:12, those days, kutoka hizo siku the kingdom of God was taken violent. ufalme wa Mungu umechukuliwa na And the nguvu, violent ones na wenye nguvu took it. wameuteka You ukauchukua. want your child to be in the office somewhere. Unataka mtoto wako awe ofisa mahali Don't fulani, allow that child to sleep until he sleeps. usikubali mtoto wako kulala. Don't allow that child to